Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyid sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Naam, nimerudi tena kwa lengo na makusudio kuweza kufahamishana ndugu zanguni, hasa Waislamu, umuhimu wa ndoa. Kila mwanadamu ukamilifu wake unapatikana katika ndoa, ima awe mwanaume awe mwanamke. Kwa hiyo ni vyema zaidi kila mmoja katika sisi aweze kushika majukumu ya ndoa. Tusikubali watoto wa kiume zaidi ya miaka 15 bado unakaa hali ya kuwa hauna mke. Itakopo ni sababu ya kuweza kujitengenezea matatizo na mitihani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuelekeza kwamba kuna umuhimu sana wa kuwepo na ndoa. Anasema kwamba mmoja katika wanazuoni anasema, wa in kana al-aqdu raghbatan fi ta'affufi, hakika imekuwa ndoa ni pendekezo, imekuwepo ni sababu ya kumfanya mtu apate maisha mepesi. Fawajhu al-haqiqi, basi huo ni muonekano au ni njia ambayo ilikopo ni ya hakika al-mubtagha ambayo inahitajika watu tujipendekeze kwa njia hiyo baada nikah, baada tu ya ndoa. Wama siwa dhalika, na njia ambayo itakayokuwa kinyume na njia hiyo. Watoto wa Kiislamu tukawa na mazingira ya kudanga. Vijana wa leo tuna tabia ya kudanga. Acheni kudanga, si taratibu ya Uislamu. Anasema kwamba fahuwa sababun muallaqun alayhi wa mulaqatun ilayhi, basi hiyo itakopo ni sababu ya kuweza kukuingiza wewe kwenye matatizo na itakopo sababu ya kukuletea majanga. Muhimu sana kuweza kuoa sisi watoto wa Kiislamu. Tena tuoe zaidi ya mke mmoja. Mwanaume utakuwaje na mke mmoja? Lazima tuoe wanawake zaidi ya mmoja, kwa sababu hata aya ilivyokuja inasema kwamba wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan. Mwenyezi Mungu miongoni mwa dalili za kutuonyesha kwamba kweli yupo, ametuumbia sisi kutokana na nafsi zetu sisi wenyewe. Ametuumbia wanawake wala sio mke. Ametuumbia wake, litaskunu ilaiha, ili muweze kupata kutulia kwa kupitia hao wanawake, sio mke. Kwa hiyo ni vyema zaidi kijana wa Kiislamu, ikiwa ni rijali hauna matatizo, ni vyema zaidi ukaepo na wake kuanzia wawili angalau mpaka kufika watatu. Utakuwa umefanya kitu ahamu zaidi mbele ya maisha yako. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewaambia nyinyi wanawake, amewaambia wanawake, nyinyi wanawake ndio mnatakiwa hapa mnisikilize vizuri. Mwenyezi Mungu anasema, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida. Mwenyezi Mungu, enyi mliomwamini Mwenyezi Mungu, basi mumuogope Mwenyezi Mungu ambaye amekuumbeni nyinyi min nafsin wahida, kutokana na nafsi moja. Wote tumeumbwa kutokana na nafsi moja tu ya Adam alayhi salam. Wa khalaqa minha, na akaiumbia hiyo nafsi azwajan, akaiumbia wake wala sio mke. Kwa nini wanawake mnakataa kukaa na wake wenzenu? Nakopo mnatia uzito, mnaleta viroja, mnaleta nini? Na nani alikwambia kwamba ukiwepo na mwenzako eti wewe ndio utachukiwa? Kitu hiko hakipo. Acheni hizo ili iweze kupatikana faida. Angalia kauli ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anasema khuliqa ar-rajulu min turabi, mwanaume ameumbwa kupitia udongo. Fahamuhu fit turabi, basi shida zake zote anazimalizia kupitia katika udongo. Ndio maana unakuta leo mwanaume wa Kiislamu anapambana na wa Kikristo anapambana, lengo na makusudio kulima. Ndio anataka kumaliza matatizo yake kupitia kilimo, analima katika ardhi. Shida zake zote atazimaliza katika ardhi. Kwa hiyo changamoto zake mwanaume atamaliza kuhusu mitihani ya riziki, majanga mbalimbali, atamalizia kutafuta njia ya kupitia ardhi, atalima, atafanya hivi na vile.
Lakini vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema tena, wa khuliqal mar'atu minar rajuli, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemuumba mwanamke kutokana na mwanaume. Fahamuha firrajuli, basi na matatizo yake yote na shida zake zote atazimaliza kupitia mwanaume. Sasa leo hii wewe mwanamke unamkataza mwanamke mwenzako asije kuolewa na mume wako, na alafu nyinyi wanawake mmeumbwa ni wengi zaidi duniani. Unatarajia mwanaume huyu unayemng'ang'ania wewe peke yako, unatarajia yeye atapata wapi wa kuweza kummalizia shida zake katika maisha yake? Msitusababishie vijana tukaanza kuingia katika changamoto za kudanga. Vijana wa Kiislamu, ujumbe wangu ndio huu, tujitahidini sana tuoe, tena sio mke mmoja. Na wale wasichana basi kubalini kuolewa na msikubali kukaa peke yenu, kubalini kukaa na wake wenzenu, ili mume wako awepo wa halali, asije akajifanya yupo peke yake, yupo yeye wewe peke yako, hatima yake akakuchukulia madanga ikawa sababu ya kuweza kupata maradhi mbalimbali. Kuweni katika misingi inayohitajika na mtakuwepo na maisha yalikopo mazuri. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.